kupitia kwa mafunzo ya Biblia na roho ya unabii, church manual inatusaidia kutuelekeza katika mambo yetu, kwa sababu kusipokuwa na mpango, kwa sababu tunaabudu Mungu wa mipango, tutakosa mwelekeo, tutoke katika imani. Na church manual imekuwa kitu cha muhimu kabisa katika kanisa hili. Church manual inafanyiwa marekebisho kila miaka 5, na roho ya unabii inasema kwamba watu, kanisa lote la dunia, wanapokutana katika general conference ambalo linakuwa katika kila miaka 5, wana authority, wana nguvu ya kusema kile ambacho kinafaa kutendwa katika kanisa lake. Sasa kwa muktasari, katika wachungaji na wafanyakazi wengine katika kanisa letu, kiongozi wa conference anaitwa conference president. Katika South Kenya Conference tunajua kwamba president wetu ni Pastor Dr. Kiage. Ana chini yake tuna watu wanaoitwa conference departmental directors. Hawa ni wachungaji wanaosimamia idara mbalimbali. Idara ya elimu, idara ya stewardship, idara ya chaplaincy, ambao wanafanya kazi mbalimbali ambazo zinaelekezwa na Conference Executive Committee. Wote wako chini ya president. Wengine wanaokuja chini yao ni ordained pastors. Pastors ambao wamewekewa mikono kufanya kazi mbalimbali. Wanaweza kubatiza, wanaweza kushikanisha harusi, wanaweza kuzika wenzetu ambao wamelala, na kazi mbalimbali. Na wanaelekeza kanisa katika mambo ya kiroho na katika kukua kwa njia mbalimbali. Tunaambiwa kwamba kuna wengine wanaoitwa licensed pastors. Pastors ambao wamepewa leseni ya kufanya kazi ya ministry. Hawa hawana district kwa kawaida, lakini wanafanya kazi katika kanisa la Kiadventista kwa njia mbalimbali. Wanaweza kufanya evangelism, wakiendelea kukuza vipawa vyao vya uchungaji. Wanasaidia pastor wa kanisa, ama kukiwa na crusade wanasaidia katika mafundisho mbalimbali. Wengine tunaokuwa nao katika kanisa letu wanaitwa Bible instructors, wale wanaofunza Biblia. Hatuwaoni sana katika conference yetu ya South Kenya ama Nyamira West ama Nyamira Conference, lakini ni kitengo kimoja cha wafanyikazi ambao tuko nao, ambao wanaajiliwa na conference kufanya Bible work. Hawa si lazima wawe wamesomea theolojia ama pastoral ministry, lakini ni watu ambao wamejitolea katika kujifunza Biblia na kufundisha wengine. Nao wanaweza kutumika wakati kuna crusade, wakitembelea watu na kuwafunza Bible studies, ama wafanye kazi chini ya church pastor ama district pastor katika kazi hii. Wote hawa wanafanya kazi, hawa wanapewa kitu tunachoita credential kutoka kwa department. Na credential, pastor akipewa credentials ama Bible teacher akipewa credential, conference inaweza kuitoa wakati wowote. Credential haitumiki maisha yao yote. Credential ni cheti ambacho kinakupa uwezo wa kufanya kazi kuanzia wakati fulani hadi wakati fulani. Wengine ambao wanafanya kazi katika kanisa hili wanaitwa retired employees, wale wafanyakazi ambao wamestaafu kutoka kazi ya kanisa, na wakisha staafu wanaweza kuchaguliwa katika church office. Kwa mfano, kama kuna mtu amestaafu kutoka South Kenya Conference na ni member wa Kisii Central, anaweza kuendelea kuhudumu kama departmental head ama mwalimu wa lesoni ama katika department nyingine yoyote. Kama ni yule ambaye ni pastor, anaweza kuulizwa na conference ama na pastor kufanya kazi mbalimbali. Kwa mfano, anaweza kuulizwa kudedicate ama kuombea, kuordain church elders ama deacons. Kuna wengine ambao ni
wale ambao walikuwa pastors lakini hawana credential na wamerudi kanisani baada ya kuhudumu, wanaweza kuchaguliwa kama church elder na kusaidia kanisa katika mambo mbalimbali. Jambo la mwisho kwa muktasari ni organizing ama kuweka mpango ama kuunganisha ama kudissolve. Kanisa linaweza kutolewa katika sisterhood ya makanisa. Organizing, uniting and dissolving churches. Kuna mpangilio gani wa kuweka kanisa kwa mpango, kuli-organize likuwe an organized church? Mpango ni kwamba kanisa linakuwa organized na mchungaji ambaye amewekewa mkono ama president wa conference. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba watu wanaweza kujipanga kama company waanze kuabudu. Mfano mzuri ni kwamba tuko na home churches. Lakini tofauti na home churches, sisi tulianza home churches kutoka Kisii Central. Kunaweza kuwa na waumini wa Adventista wanaotaka kujipanga waabudu kama wanasabato, wanaweza kujiweka pamoja kama kikundi cha kujifunza. Wakiwa na mpango wa kuwa na kanisa ambalo limejisimamia. Watu kama hawa wanakuwa members wa kanisa kubwa kama hili. Nyinyi nyote ambao mko kwa home churches, you are members wa Kisii Central Church. Kwa hivyo membership yenu iko hapa. Hakuna mtu ako na membership Mosojo Embassy, hakuna mtu ako na membership Nyanchwa Home Church, hakuna mtu ako na membership Nyankongo Home Church. Vikundi hivi tunavyoita companies haviwezi kumwadibu member ambaye amefanya kinyume na maelekezo ya church manual ama Biblia ama tamaduni za kanisa letu. Kwa hivyo hawana nguvu ya kudiscipline ama ya kutransfer mtu kutoka kanisa moja hadi lingine ama ya receive members, kuwakaribisha kwa church membership. Kitu kingine tunafaa kuelewa ni kwamba makanisa mawili yanaweza kuunganishwa kuwa moja. Tunaweza kwa mfano kuunganisha Nyankongo SDA Church na Kisii Central Church. Mpango huu unafanywa namna gani? Inahitaji kanisa kupiga kura katika business meeting. Nyankongo ipige kura, waseme tunataka kujiunga na Kisii Central, na Kisii Central ikubali katika business meeting kwamba tunajiunga na Nyankongo. Wakishafanya hivyo, watahitajika kumwalika president wa conference kupitia kwa pastor na waandike statement ya kuonyesha nia yao ya kujiunga nao wengine. Na kitu cha mwisho, kanisa linaweza kuwa dissolved. Conference inaweza kusema tumedissolve kanisa la Kisii Central Church kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, members wetu wote wakihama hapa, tukihama wengi, tubaki labda watu 20 ama 10, conference inaweza kusema to dissolve hilo kanisa, tuseme halipo tena, hakuna kanisa linaloitwa Kisii Central Church. Sababu nyingine ambayo inaweza kufanya conference kudissolve kanisa ni kwa mfano tukikataa mafundisho yetu ya Kiadventista. Kwa mfano tuseme hatuamini kwa ile ahadi iliyo katika cheti chetu cha ubatizo, zile ahadi 13. Kanisa letu likisema hatuamini hilo, hiyo ni sababu ya kuwa dissolved. Conference iseme hatutambui Kisii Central. Sababu nyingine ni tukiacha mafunzo yetu. Tuna 28 fundamental principles. Tukiziacha tuseme sisi hatuamini kwa hizo principles, tunaweza kuwa dissolved. Na kitu cha mwisho, tukiacha mpangilio wa church manual, tuseme sisi Kisii Central hatutambui church manual,
conference itatudissolve, iseme atutambui kanisa la Kisii Central. Na hayo yote yanafanywa na Conference Executive Committee kwa uongozi wa Conference President. Church manual yetu soft copy iko katika church walls. Tunawaalika nyote kama mko na maswali, saa 8:30 leo, na kila Sabato saa 8:30 tutakuwa tunaangalia maswali mbalimbali kwa chapter kwa mada ambayo tumesoma hii asubuhi. Mungu atubariki sote tukaweze kumwabudu kwa roho na kweli. Hebu na tuombe. Bwana wetu, tunakushukuru kwa sababu ya kutupenda sana, upendo usio kifani. Asante kwa kutufanya watoto wako. Kwa msururu huu wa kujifunza yale ya muhimu katika church manual, tusaidie kupita yote kukuabudu kwa mpango. Wewe ni Mungu wa mpango, tusaidie kukuabudu kwa mpango huu. Sasa Roho wako atutangulie kwa mambo yote ambayo tutafanya siku ya leo. Tumalize na wewe kwa sababu tumeamini kwa jina la Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tufungue ni nyimbo zetu namba 99. 99. Twende kwa Yesu, mimi nawe, B flat. Twende pamoja. Twende kwa Yesu, mimi nawe, njia atuonya tuijue, imo juoni na mwenyewe, hapa asema njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Bwana waje atuambia, furahini kwa kusikia, ndiye Mwokozi wetu hasa, na tumtione, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Wangojeani leo yuko, sikia sana asemapo, huruma zake zikuitapo, ewe kijana njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Hamjambo wana Mungu. Happy Sabbath. Ningependa kumshukuru Mungu kwa nafasi ya kumwabudu asubuhi hii. Huu ni wakati wa matangazo. Ningependa tuwe wasikivu ili tuweze kufuatilia mipangilio iliyopo kwa kazi ya Mungu. Kabla tujaingia kwa matangazo, tutaomba. Tutulie kila mmoja, tunaomba.
Asante Mungu asubuhi hii kwa nafasi ya kukuabudu. Tunaingia katika kipindi kifupi cha matangazo ambayo yanaandaa mipangilio ya kazi yako. Tunapoyasikiza, tunaomba utusaidie kuyatendea kazi katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Hamjambo nyote, salamu za pasta. Wale ambao wana furaha asubuhi hii wainue mkono kwa jinsi hiyo. Asante sana. Pastor wote watatu wamewasalimia. Pastor George Murara, Pastor Absalom Oanda na Pastor Duncan Motanya. Sabato hii ya leo kama vile wengi tunafahamu ni sabato ya Stewardship, na atakayeongoza divine service ni chair wa conference yetu South Kenya Conference, Pastor Dr. Paul Kiage, ambaye atazungumzia mada ambayo tumekuwa tukizingatia juma zima. Mada hiyo ni only one more chance, fursa moja tu nyingine. Key text itakuwa Hebrew 3:15 ambayo inasema, today if you hear his voice, do not harden your heart as is in the rebellion. Hiyo ni Hebrews 3:15 ambayo itakuwa ni key text katika mahubiri ya leo. Tangazo la tatu ambalo ni la umuhimu kwa heads of department wote. Church board ya mwezi huu itafanyika tarehe 11 mwezi wa Februari 2024 kuanzia saa 1 asubuhi humu kanisani. Heads of department, viongozi wa idara mbalimbali wanaombwa kupeana agenda zao ambazo zimekubaliwa pamoja na councils za hizo departments, na mnaombwa kupeana agenda hizo kwa church clerk kabla ya Thursday, Alhamisi hii, ili church clerk aweze kuziweka zote pamoja. Kwa hivyo church board tarehe 11 which is next Sunday. Tangazo la 4, idara ya personal ministries, pastors, elders na prayer ministries wameandaa mpango wa kutembelea washiriki katika majumba yao au katika mahospitali. A visitation program is being put together. Our members wanakuwa na mambo tofauti, shida mbalimbali, na tungependa kuhusika katika maombi and encouragement kwa wale ambao wanapata shida mbalimbali. Na ili kuweza kuweka pamoja program hii, tungependa kuuliza kwamba iwapo wewe as a member unahitaji fulani ambalo ungependa pastors, elders na wale viongozi wa prayer ministries washughulikie, tunaomba kwamba uweke text katika any of these numbers, utume text katika any of these numbers ukiuliza special prayer, na nambari za hawa ambao unaweza kuwatumia text ili program hii iweze kuwekwa pamoja ni hawa hapa. First elder ambaye unaweza kutuma text kwa 0717 200 468, 0717 200 468. Mwingine ni yule ambaye anaongoza personal ministries, nambari yake ya simu ni hii hapa 0721 878 266. Nambari hiyo tena 0721 878 266. Mwingine ambaye unaweza kumtumia ujumbe huo mfupi wa kuuliza maombi maalum ni home church coordinator. Nambari yake ni 0720 638 210. Nambari hiyo tena 0720 638 210. Mwingine ni wale ambao ni viongozi katika home churches zetu, waweza kumjulisha ili naye aweze kuwajulisha viongozi hawa ili tuweze kuweka ratiba hiyo ya kutembeleana na kuhimizana kama washiriki wa kanisa hili. Niseme tu kwamba jumbe zote zitazingatiwa kwa usiri. There will be confidentiality around those messages ambazo mtakuwa mnatumia. They will not be used kwa njia ambayo itakudhuru wewe kama mshiriki. Confidentiality will be key katika messages hizo. Tangazo la 5, kila mshiriki hapa ameulizwa tuweze kuzingatia programs ambazo zimeandaliwa na kanisa.
Tumeona mara nyingine church divine hour ikiisha, watu wanaingia katika vikundi vidogo vidogo humu kanisani, pengine na program ya Bible study inaendelea mle kanisani. Tungependa kuomba hivi, tafadhalini tuwe makini. Tunaomba kwamba church programs baada ya divine hour watu wanaweza kutawanyika for a break. Lakini baada ya hapo at exactly 2 o'clock song service inaweza kuanza, halafu baadaye Bible study mle kanisani. Tunaomba kwamba kila mmoja ahudhurie Bible study ambayo imepangiliwa. Misururu ya topics, systematic Bible study imetolewa, na tutaweka matangazo haya katika mtandao wa kanisa ili kila mmoja aweze kujua the topic ambayo itazingatiwa katika sabato fulani, ili pia uweze kusoma na kushiriki katika Bible study hiyo. Bible study sio mahubiri, kila mmoja anahusika katika kutafakari maneno yaliyo katika Biblia. Kwa hivyo kila mmoja tafadhali azingatie hilo. Na heads of department tafadhali tusiwe na mkutano kabla ya saa 10. Iwe ni choir, iwe ni council, tusiwe na mkutano wowote kabla ya saa 10. Baada ya saa 10 basi departmental meetings zinaweza kuendelea. Tafadhalini tuzingatie hilo. Kama vile mmepata kujua, kanisa lina mpango wa kufunza kuhusu church manual kuanzia sasa hadi quarter ya pili, na church manual inakaa hivi. Tafadhalini kila mmoja aangalie. This is the new church manual. Iwapo unaweza kupata nakala, you are invited to be able to read through as well, ili katika ile session ambayo Elder Mosi alizungumzia hapa, unaweza kushiriki in an informed manner. If you don't have a physical copy, unaweza kupata nakala ambayo imewekwa katika our church wall. Kwa hivyo kila mmoja azingatie. The church manual is not for leaders, sio kwa viongozi peke yao. The church manual is for every member of the Seventh-day Adventist Church. Tafadhalini tupate nakala ili tuweze kujua yaliyo katika nakala hiyo. Tangazo la 7, Nyankongo Home Church mnaomba kukutana baada ya hapa ili kupanga sabato ambayo mtaongoza, ambayo inakuja hivi karibuni. Tangazo lingine, all choristers na pia trainers wa kwaya zote, mkiwemo kwaya za home churches. Iwapo wewe ni trainer katika home church, tafadhali kuna mkutano ambao umeitishwa na viongozi wa music baada ya divine service. Nafikiri Elder Ondara hapa karibu hapa. Matangazo ya tanzia, matangazo ya vifo. Tangazo la kwanza, wengine mmepata kujua kwamba Damaris Ombati alimpoteza babake mzee Wycliffe Samson Machani ambaye alifariki mwishoni wa juma. Damaris Ombati ni member wa church choir na pia kiongozi katika Bobaracho Home Church. Mipango ya mazishi inaendelea. Itakapokamilika matangazo hayo yatawasilishwa kwetu. Kwa hivyo tuombee wale ambao wamepata maafa kama hayo. Tangazo lingine la vifo ni la Mama Teresa Ndubi Maraga. Mama Teresa Ndubi Maraga ni mamake Mika Nduko. Mika Nduko anatoka Nyamataro Home Church, ni member of Kisii Central Church. Mwili utaondolewa Bosongo Hospital tarehe 7 mwezi huu, na mazishi itakuwa pale North Mugirango, mahali ambapo panaitwa Isinta, tarehe 8 mwezi huu wa Februari. Na fundraising, mchango utafanyika tarehe 5 pale nyumbani kwao. Wale ambao ungependa kumsaidia Mika kwa mazishi haya, mnaweza kumfikia kwa nambari hii ya simu. Tafadhali tunakili. Mika Nduko anaweza kufikiwa kwa nambari hii 0728885310. Nambari hiyo tena 0728885310. Mika Nduko unaweza kumfikia na kuombea familia. Matangazo ya district. The East Kenya Union Conference imegawanywa ikawa 2. Tuwe makini sasa. The East Kenya Union Conference imegawanywa ikawa conference 2. Conference ya kwanza ni ile ambayo ilikuwa original East Kenya Union Conference. Sasa ya pili ambayo imejitokeza baada ya kugawanywa huko inaitwa South Kenya Union Conference, ambayo makao yake makuu yatakuwa pale Narok. Kwa hivyo tufahamu sisi kama members of the Adventist Church
kwamba out of the EKUC kumetokea conference nyingine ambayo inaitwa South Kenya Union Conference ambayo makao make makuu yatakuwa pale Narok. Shamba limepatikana na lile ambalo itafuata baada ya hapa ni kujenga kwa ofisi na mahali ambako wakazi watafanya kazi. Mchango umeandaliwa katika mwezi wa Julai mwaka huu na target yake ni 2 million. Kwa hivyo viongozi wa kanisa wakija kwenyu tutakuwa tunafahamu kwamba that is the plan. Tangazo la pili, hiyo kesho tarehe 4. Kesho tarehe 4. Tuwe makini especially leaders. Kesho tarehe 4 the East Kenya Union Conference Union Departmental Leaders watakutana na all church leaders hapa kanisani kuanzia saa 3. Kwa hivyo all leaders except treasurers and clerks mekaribishwa kanisani kukutana na East Kenya Union Departmental Heads. Tangazo la 3 la district, makanisa yote yamehimizwa kuanza mchakato wa kuandaa kwa camp meetings zetu, na theme mada ya camp hii ya mwaka huu ni Salvation Simplified, an examination of the sanctuary message. Salvation Simplified, an examination of the sanctuary message. Hiyo ndio mada kuu ya camp meeting zetu. Tungependa kuuliza kwamba tuweze kujiandaa kwa njia ya camp offering hasa, lakini pia ili kuweza kuandaa ni nani ambaye atazungumza katika camp hizo. Kwa hivyo church program zote za camp zitilie hilo maanani. Asante. Ninaulizwa iwapo figa hii ambayo nilisoma ya kujenga maofisi ni ipi. Sasa nirudie tangazo hili. Mchango huo ambao unapangiwa mwezi wa 7, target yake ni 200 million ili kuweza kujenga ofisi pamoja na makao ya wale ambao watakuwa na hudumu pale katika Narok. Asante Elda kwa swali hilo. Juma la Family Life linaanza tarehe 11, hiyo ni Jumapili ijayo, hadi tarehe 18, na programs hizo zinapatikana pale South Kenya Conference Offices kwa kusoma na kujiandaa. La mwisho la district, viongozi wote wa kanisa ambao wanasimamia elimu, viongozi wote wa makanisa ambao wanasimamia elimu, wale ambao wanasimamia afya, wale ambao wanasimamia chaplaincy, wanaosimamia Adventist Possibility Ministries, wanaosimamia boards of management wa mashule, patrons wa SDS students in schools, all Adventist teachers, sponsors, na pia first elders and pastors wanaulizwa kuhudhuria mkutano wa viongozi wa Nyanchwa Station tarehe 11 Februari humu KCC. Mnaulizwa, wale ambao nimesoma hapa, mnaulizwa kujiandaa kwa mkutano huo tarehe 11 humu kanisani. Na kuna mkutano mwingine ambao tulisema utafanyika humu kanisani. Deaconry tutapanga ili mikutano hii iweze kufanyika katika sehemu mbalimbali za humu kanisani. Tangazo la mwisho, Nyamatara Home Church, kufuatia kifo cha mama wa Nduko, mnaombwa kukutana baada ya divine service. Wazee wa kanisa ambao watakuwa on duty juma lijalo kuanzia hiyo kesho ni hawa: Elder Joseph Kiage, Elder James Mirera, Elder Ombati Anunda. Asanteni sana, Mungu awabariki tunapopanga kufanyia makatazo haya kazi ya Mungu. Tuombe tukimaliza. Asante Mungu kwa matangazo haya ambayo yamekuja kwetu. Tunaomba kwamba Roho yako Mtakatifu atuwezeshe kuyafanyia kazi ili mipango yako iendelee kwa jinsi ambayo itakuletea heshima na utukufu. Mipango mingine ambayo inafuatia baada ya hapa tunaikabidhi mikononi mwako, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini.
Asanti kwa matangazo. Ningependa tuweze kusimama wote kuwakaribisha wahudumu katika ibada ya siku ya leo. Tuweze kusimama wote tafadhali. Be silent is the song. We sing together. Be silent, be silent. Doxology. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa ibada ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa sababu umetuokoa, umetusafisha na umetuandalia makao kule tutakapoishi na wewe milele na milele. Na leo siku hii utakapozungumza nasi, Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Yule Roho Mtakatifu ambaye ndiye mwalimu mkuu, ambaye anafungua yote yale ambayo unataka kudhihirisha siku ya leo, asidi kunena na kila mmoja ambaye amefika hapa. Kupitia kwa jina lako Yesu, tunakataa na kufunga yule muovu shetani na malaika zake kutoka katika mkutano wa siku ya leo. Tutakapoanza na mpaka tutakapomaliza hata jioni, Baba, tumejikabidhi mikononi mwako. Asante kwa sababu umetupokea na asante kwa sababu utatubariki. Tumeomba katika jina la Yesu ambaye ni mkombozi wetu. Amen. Happy Sabbath. Happy day. We want to thank our God for the opportunity He has given us to worship Him today. And before I started the introduction, I want to thank every home church for conducting this Stewardship Week
or prayer stroke emphasis. May God guide you. May God bless you abundantly as you plan to become faithful stewards. In a special way, I want to welcome you to this Sabbath day. And in line with my welcoming, I want to believe that we have quite a number of visitors who have joined us this morning for fellowship. Kindly, if you have been away for some time, and probably this is the first time that you have come to our church to worship with us, may you stand so that we may give you a special welcome. Kama kuna mgeni yoyote amekuja kuabudu na sisi leo, tafadhali simama ili tukukaribishe kwa njia ya kipekee. All the visitors, kindly, you are asked to stand so that we may welcome you very special. Thank you, my brother. You've been away for some time. And if possible, you can come and greet the congregation. This is one of our members who has been away for more than 3 years. And probably we can give him time to greet you. Any other, I can see some at the back. Kindly wave to the congregation, and the congregation kindly wave back to him, to them. Those who are near them, kindly give them a hand of welcome. Thank you. Brother, say hi. Wapenzi wa Bwana, wakubwa kwa wadogo, na wasalimia katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Happy Sabbath. Kwa wageni, mimi kwa majina ni Evans Nyandigisi. Nilikuwa nimeenda kufanya kazi katika nchi za Uarabuni, katika nchi moja ambayo inaitwa Qatar. Nimefurahi kushiriki nanyi katika siku ya leo. Mbarikiwe na tusiri kuombeana. Asante, my brother, you are welcome back, and we thank God that He has brought you back alive. We've always heard through social media of what happens to those people who go across our country. Tunamshukuru Mungu sana sana. For the interest of time, because we want to start at exactly 11, I want to ask all choirs to stand so that we may greet you in general. Church choir, kindly stand. Women ministry choir, kindly stand. Amos, stand up. Youth, stand. Possibility. And the children's choir, kindly stand so that we may give you a warm welcome. You are part of the divine service, and I want to welcome you in a very special way. Can you wave to the congregation? Karibu, karibu sana, na Mungu awabariki vile tunaendelea kumwabudu. I now want to ask another special group, the elders in this church, kindly stand so that we also welcome you. You are part of our divine service. Thank you. Wave to the congregation. Asante, asante, our elders. You are doing a very important job in the church of the Lord. I now want to come up front to bring those who want to minister today. Choristers, you are already welcome. May God bless you abundantly. The key text will be read by Sidney Nyakundi. Wave to the congregation. Thank you. He's waving. Kindly greet him back. Pastoral prayer will be brought by William Nyang'ate, one of our elders. Asante, asante, elder. Tithes and offering will be brought by our sister, Royce Ratemo. Thank you, sister. The children's story will be brought by the beginners class. In particular, we have John Gift. Wave. Asante, asante, Gift, for being obedient. And then closing song will again be brought by Sidney Nyakundi. And the one who will bring the sermon today will be brought by our pastor. And immediately after this, he will bring him so that God use him abundantly. One who has brought them all is Elder William Tinega, the director stewardship for this year. Karibu, and may God bless you abundantly. The program will continue uninterrupted. Sign language will be brought by Jessica. I'm sorry. Asante, wave back to her. Thank you. May God bless you
as we start the program, and the program will run uninterrupted. Karibu. God is good. Bwana asifiwe. Happy Sabbath. Tunamshukuru Mungu wetu. He has taken care of us for the whole week. Tumekuwa na wiki ya maombi ya uwakili. Na tunashukuru wote ambao tulihusika kwa njia moja ama ingine. Na tunashukuru hata zile mchache ambazo zilienda fajio. Climax ni leo ambayo samoni italetwa na Pastor Daktari Paul Kiage. Pastor Kiage is the president of South Kenya Conference. Ni wangapi ambao wanasema wakati wake ukifika asimame anene nasi. Karibuni sana. The program will go on announced. Karibuni. Happy Sabbath. Happy day. It's time for the key text. Ni wakati wa fungu kuu. Tuangalie katika kitabu takatifu Biblia zetu. Kitabu cha Waibrania, Hebrews chapter 4 verse 7. Hebrews chapter 4 verse 7. Hata ukiangalia Hebrews chapter 3 verse 15 ni kama inaendana pamoja. Kinasema hivi: Again the limits a certain day. Again he limits a certain day, saying in David, today after so long a time, as it is said, today if you will hear his voice, harden not your hearts. Tarudia, again he limits a certain day, saying in David, today after so long a time, as it is said, today if you will hear his voice, harden not your hearts. Mnenaji anaposimama atafafanua zaidi. Na tusimame sote na nyimbo zetu nambari 107 tukiongoza na chorista. 110 tukiongoza na choristers. Thank you. Matajiri wa mataifa
pamoja tuombe. Gracious Lord, God Almighty, we thank you for the Sabbath that you created. That, Lord, in your Sabbath we shall carry all our burden and bring it before you. This morning, Lord, we have come from our home carrying all the burdens of the week, and we have brought it before you, Lord, that you may carry it for us. How we are grateful that, Lord, you have given us one more chance as we have learned this week of stewardship. That, Lord, may you give us the Holy Spirit that we may use this one more chance that you have provided for us, that, Lord, we can do your work according to your will. May we minister to all. May we be seen, Lord, to do your work the way your angels could have done, the way the Holy Spirit could have guided us, so that we do it not according to man, but according to your will. Lord, this morning, we remember this country. We know very many challenges which are tempting our people. We know the economic hardship that is before your people. We know those who are sick in the hospital and at home. We know the destitute children, the street children, and many others, Lord, who cannot fulfill their needs. How we bring all this burden before you, that, Lord, you can bear it for us. This morning, we have our pastor, Kiage, who is going to minister to us. How we pray that, Lord, instead of seeing him, we see you. And may you give him your word that he can share with us, so that, Lord, we can come nearer to you. This morning, we commit ourselves to you, and may your Holy Spirit take control of this church and many other churches which are meeting worldwide, so that, Lord, it uses us mightily so that we can reach your people throughout the world. And this is my humble prayer in Jesus' name. It is time for tithes and offerings. And we want to read from the book of Psalms, chapter 24, verse 1. The book of Psalms, chapter 24, verse 1 says, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and who live in it." I repeat, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So this morning the verse is reminding us that all God's creation, where we are also included as human beings, we belong to God. And God requires of each one of us to be a faithful steward. And God reminds us that all that we have, and together with ourselves, belong to him. And therefore, he only requests us that we return 1/10 of all that he has blessed us with as tithes and offerings. So I want to request the deacons and deaconesses to stand so that we can pray. Then you can wait upon the people. Deacons and deaconesses, kindly stand up. Let's pray. Our Father in heaven, we come to you this time with thanksgiving. We thank you for the gift of life. Thank you for the many blessings that you have bestowed upon each one of us. We come unto you that you forgive us our sins. We thank you for this holy hour that your children are going to return tithes and offerings. I pray
that you help each one of us to give faithfully as you have said in your word. All these things I've asked in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you so much. You can go around now and wait upon the people. And immediately the offering is given. I request that the church choir, you come in front for a special item after the offering and tithes and offerings have been given. Asante. Tutaimba wimbo number 94 as we worship the Lord in our offerings, tithes and offerings. We worshiping namba popote, increase the pace. Mashamba ya ajate, nafaka ampefu, popote yangame upepo, deni inanyandani, wenye mavuno twasi upeleke wavuni, wayakusanye mazao ataka azia ishe, wapeleke uchaoni waende na jotuni, hata jua lishukapo wakusanye popote, wenye mavuno twasi upeleke wavuni, wayakusanye mazao ataka azia ishe. Enyi wakazi wa Bwana yaleteni mazao, na jioni ingieni na furaha kuu, wenye mavuno twasi upeleke wavuni, wayakusanye mazao ataka azia ishe. 95 Church choir, ingia hapa. 95 zileteni zaka kwa hazina. Choir, ingie mbele. And we sing together. Sikieni neno la Mungu wetu, zileteni zaka kwa hazina, leteni na mioyo yenu yote, ni baraka itakuja. Zileteni zaka kwa hazina, karibu sasa
sikia anawaita Yesu, wakosaji wasipotee, wenye kulemewa na mizigo, kwake Yesu waitwa. Kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, sitamtupa kamwe. Njoo unywe maji bila fedha, ule malishoni mwa Mungu, uwe na uzima wa milele, kwake Yesu njoo leo. Kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, sitamtupa kamwe. Ukiwa maskini sana wewe, njoo wokovu upokee. Usiseme huna cha kulipa, amelipa Mwokozi. Kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, sitamtupa kamwe. Ndugu yangu usidhani hivi, kesho itafaa kumsikia. Sasa ndiyo siku ya wokovu, leo hivi mpokee. Kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, sitamtupa kamwe. Kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, sitamtupa kamwe. Na wasalimu wote hamjambo. Hamjambo tena. Na wakaribisha katika ibada yetu ya watoto. Upendo wa Yesu mkubwa mkubwa, upendo wa Yesu mkubwa mkubwa, upendo wa Yesu mkubwa mkubwa, upendo mkubwa na wa watu mdogo mdogo mdogo, na wa watu mdogo mdogo mdogo, na wa watu mdogo mdogo mdogo, na mwisho utoweka kabisa.
Tuamini na tuombe. Baba, katika jina Yesu, asante kwa tulinda siku ya leo. Mungu, tunapoanza ibada yetu ya watoto, naomba ukae nasi na utulinde. Na niombe letu katika jina Yesu. Karibu katika ibada ya watoto. Wiki jana tulijifunza kuhusu ushindi mkuu. Kutoka kwa barua ya Paulo kwenda kwa Wafilipi. Somo letu wa leo unatokana na kitabu cha Wakolosai, na mada yetu ya leo ni upendo huunganisha. Tena upendo huunganisha. Kwa lugha ya Kimombo, love is knitting. Kutoka kwa kitabu cha Filipi. Wakati Paulo alikuwa anawaandikia Wakristo wapya wa Kolosai, alirejelea katika mada yake ya upendo. Katika barua yake ya Wakolosai, alikuwa amewaandikia umuhimu wa wafuasi wake kupendana. Aliwaambia kuwa amani na upendo wao ulimfurahisha na angependa waendelee kupendana. Aliwajuza ya kwamba alikuwa akiwaombea kila siku waishi maisha kikamilifu yanayompendeza Mungu. Aliwahimiza wazae matunda mema katika kila tendo jema ili na kuzidi katika maarifa ya Mwenyezi Mungu. Alitamani sana mioyo yao iunganishwe katika upendo wa Mwenyezi Mungu. Ngoja kidogo. Beatrice, ni nini maana ya neno knit? Neno asili knit linamaanisha kuweka vitu viwili pamoja kama vile chuma, nyuzi na kamba. Pia watu. Acha niwaoneshe nikitumia nyuzi. Wa Yesu mkubwa mkubwa, upendo wa Yesu mkubwa mkubwa, upendo wa Yesu mkubwa mkubwa, upendo mkubwa. Unaona nilivyoshona unyuzi? Hivi ndivyo upendo wa Yesu. Natumaini sasa mnaelewa umuhimu wa upendo. Upendo huleta watu pamoja kama vile baba na mama, wazazi na watoto, kaka na dada na warafiki wazee. Watu huunganishwa pamoja na upendo. Pia wao hukaa pamoja kila wakati. Katika barua yake kwa Wakolosai,
Paulo alirejelea wazo hili tamu na la muhimu. Aliwaasili wasitumie maneno yasiyopendeza kama vile matusi, maneno machafu na maongezi mabaya. Aliwaasili wajivike na furaha, amani na kusameana. Kisha akaongeza katika barua hiyo. Zaidi ya yote, jivikeni upendo ambao unaunganisha kila kitu, na amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo. Fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu Baba Mwenyezi. Hapa alikuwa amerudi kwenye kusuka tena. Nguvu ya kuunganisha kupitia upendo wa Yesu Kristo. Ikawa mambo yanaendelea katika nyumbani yenu mabaya, kuwa na hakika mtu ataweza kushona. Sina shindano na mpira wa pamba, lakini na upendo wa Yesu. Na natumaini nyinyi wote ndo mtafanya hivyo. Mpenzi msikilizaji, asante sana kwa kuungana nasi katika ibada ya watoto. Natumai wewe pamoja nami tumejifunza kuhusu upendo wa Yesu na kuunganishwa na Yesu. Tuwakualika tena Sabato ijayo kwa mafunzo zaidi. Kwa heri, tuonane. Tuamini na tuombe. Baba uishie juu mbinguni, asante kwa kutuelekeza. Asante kwa kutuelekeza kwa ibada ya watoto. Tusaidie tuyashike maneno haya. Hili ndio ombi letu kupitia jina lako. Amen. Wa Yesu mkubwa, mkubwa. Wa Yesu mkubwa, mkubwa. Wa Yesu mkubwa, mkubwa. Wapenzi, nachukua nafasi hii kwa njia ya kipekee kuwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Karibuni kwa ibada ya siku ya leo. Na kabla sijaanza ibada ya leo, hebu nimpishe mke wangu Gladys Wara asimame atusalimu. Wana na binti wa wafalme na wasalimu wa mjambo. Happy Sabbath. Happy day. Have a blessed Sabbath. Madam Josephine Kingoina, na wewe tusalimu. Happy Sabbath. Happy day. The face can show you what to do. Okay, tunashukuru. Nataka kuwaletea salamu kutoka kwa kanisa ambao tulikuwa washiriki wiki iliyopita, na salamu zingine kutoka ofisi. Tunakutana kila asubuhi kwa maombi. Hizo salamu zote na wasalimu tena kwa jina la Yesu. Hamjambo. Karibuni. Wiki hii tulikuwa na wiki ambayo ni ya kipekee sana katika conference yetu. Ilikuwa wiki ya uwakili. Hebu nione wale walifaidika kuwa na muda wa kuhudhuria
mafundisho katika wiki hii. Hebu niona kwa mikono kama ulikuwa na bahati ya kuhudhuria. Hebu niona kwa mikono. Okay. Ni wachache sana, na hiyo inanifanya nifikirie sana jinsi ya kuhubiri, kwa sababu nataka kufanya summary ya yale ambayo mlikuwa mnajifunza, na nimeona kwamba katika umati huu wengi hawakuwepo katika kujifunza. However, wengine walikuwa na kile kitabu ya kusoma, lakini japokuwa ni hivyo, yale tulikuwa tunasoma wiki hii, mada kuu ambayo lilikuwa linatuongoza linasema one more chance. One more chance. Nafasi moja tu. One more chance. Na nimeona kwamba hata wanafunzi wako hapa ambao wametokea shule ambao siko karibu nasi, na sidhani mlikuwa na bahati hiyo kusikiliza habari hiyo, lakini hebu tukubali kwamba neema ya Bwana itatutosha. Kwa hivyo ilikuwa wiki ya maombi. It was not just wiki ambayo tulikuwa tunajifunza, lakini ilikuwa ni wiki ya maombi. Kwa hivyo muko na home church ngapi? Hebu wale viongozi wa home church wacha hapa mbele. Wale viongozi, I don't know kama ni viongozi sponsor, I don't know who is here. Ni viongozi kuja hapa, kwa sababu tunaanzia maombi ya kipekee, kwamba yule Mungu ambaye amenena na watu wake wiki hii, na lile neno alinena nao lizae matunda ambayo yatamkutusa Bwana. Kwa hivyo tafadhali muje hapa viongozi wa home churches, msimame huko kwa microphone. I think they are set for prayers. Na lengo la kuomba ni moja. Oh God, umetupatia nafasi moja tu, one more chance. Enable this church, every member achukue nafasi hii. That is one more chance. Si maombi marefu, maombi yale mafupi, kwa sababu lengo ni moja. Okay, are you here? So you have how many home churches? 17. So you can know how to pray. Hiyo ndio utajiri wa kanisa kubwa. Okay. Vibasa sauti viko vimewekwa proper. Are they ready for the job? They are 17. Are these people 17? Pastor, are they 17 or 16? Make sure they are 17 only. It's okay? All are present? One more is missing. There are 16. Okay, wengine tutafunga macho. It is a week of prayer. So hata mahubiri, it is supposed to take long a bit, kwa sababu it needs special prayers and also kusema yale ambayo ni msingi wa maombi ya wiki ambayo imepita. Kwa hivyo sijui tuanzie pande hii kuelekea hapa. Yes, tunaanzia hapa. Mnaona kwamba ni wengi, kwa hivyo mnasema hayo maombi kwa kifupi au mnaomba kwa kifupi. Hebu tuombe, wengine mfunge macho. Tuombe. Tato itole goro tuachira sore.
togo saba ukwabira kwibe byaito to sesenine atoje kuigwa abaya manufaa kwetu. Tumeomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Let's pray. Our Father and our Lord in heaven, thank you for the gift of life. Thank you. Bless our home churches and bless the church as we want to worship today. May you come and listen to us. In Jesus' name we pray. Our God in heaven, thank you for the gift of life which you are giving to each and every one of us. We have come here for fellowship as we worship today. Be with us. We pray in Jesus' name. Mtakatifu Mwenyezi Mungu unayetupenda, tunakushukuru kwa sababu ya kutuweka katikati ya jiji la Kisii ili kwamba tuweze kuwa mwangaza wa ulimwengu na wote wanaozunguka jiji hili. Umetuweka kama matawi ya home churches 17 kwa minajili ya kuendesha injili hii katika vijiji tunavyotoka. Tuomba kwamba tuweze kukua kiroho, kiafya, kimwili pamoja na kimatoleo. Zaidi ya yote tufunwe katika ufalme wako. Mchungaji wetu anapotuhubiria, mwangaza wako utoke kutoka kwake ili kwamba uweze kutufikia. Ni kupitia kwa jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kuongeza na hayo, mtakatifu Baba isiye juu mbinguni, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo tukiwa wenye dhambi. Angalia, tumekuja mbele zako tunapoenda kusikiza neno lako, tuombe uweze kutuongoza. Yale yote tutasikia yaweze kufanya kulingana na mapenzi yako, tuweze kusongea karibu nawe. Kuwa nasi kuanzia sasa na hata milele, kwani tumeomba katika jina tukufu la Yesu Kristo ndiye mkombozi wetu. Amen. Baba wetu aishiye juu mbinguni, tuacha mbele zako kama viongozi wa home churches. Twatoa shukrani kwa sababu ya mahubiri ambayo tulikuwa nayo. Asante kwa sababu ulisaidia washiriki wetu na wale ambao waliokuwa wanafuatilia kwa mtandao wengine. Tunapoenda kusikiliza kutoka kwa kiongozi wetu, yawe ya manufaa kwetu kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu aliye juu, asante mfalme wa Sabato. Ni asante kwa sababu ya siku hii. Kwanza tumekuja vile tulivyo tukiomba msamaha wa dhambi. Saidie Bwana. Asante Bwana kwa sababu umetuzungumzia na umesema umetupatia one chance. That you have spared our lives and you have given us this day to continue to worship you. And your word has assured us that you have given us, my Father, you are asking us that what do we have in our hand? Indeed, that whatever we have, you want us to use it faithfully according to your will in the name of Jesus. You have given us talents, you have given us gifts of various kinds. You have given us resources, skills. You have given us, my Father, knowledge. May you help us to use them according to your will in the name of Jesus. Thank you because of your servant who is going to speak today. We pray that, Lord, may you use him according to your will. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Baba na Mungu wetu ishiye juu mbinguni, tumekuja kwako sana Baba asubuhi ya leo, Baba tukiwa na wingi wa shukrani. Baba wetu ni asante, umekuwa mwaminifu kwetu, umetembea nasi Baba yetu, tumekuona wiki mzima kwa maana tulikuwa miguuni pako pale Baba yetu. Sisi tuliomba msamaha ukatusamea, sasa tunafaa leo siku ya Sabato tunapoenda kufanya kumaliza hii week of stewardship na our president. Dear Lord, be with us. Bless our home churches, bless our members that ambao tunakaa na hao. Baba saidia wote tukuchue na tuendelee kutangaza neno lako. Asante kwa yote na vyote, maana nimeomba kupitia jina la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. This morning we thank you for your care. Father, we bring all members of the church unto your hands. Father, that Lord, we have many letters. Father, we ask you that we pray of this, trusting and believing in the name of Jesus Christ. Amen. Our God and our Father who is in heaven, we come to you this morning, Lord. We want to thank you for your mercies which are new every day. Lord, thank you for enabling us to worship you throughout the week. You showed us how to be good stewards. May we
work according to the words that we read throughout the week. Lord, you spared us. You've given us one more chance, oh Lord. Please show us how to serve you better. Oh Lord, we pray that the talents that you've given us, money, knowledge, and everything else that we have, Lord, we may use it according to your will and for the glory and honor of your name. Oh Lord, we pray for your people as they worship you today. May we not leave this place the way we came. Oh Lord, we also remember those who are bereaved and others who are sick in hospital. Lord, may your will be done in their lives. As we sit here to listen to your servant, oh Lord, please take care of us. Please give us a good listening here. Please give us hearts that receive and do according to your will. For we pray these things through Jesus' name, our Savior. Baba wetu na Mungu wetu, ni asante kwa masaa ya matakatifu ambayo tumekutana katika nyumba yako. Tunaomba ya kwamba tusamehe dhambi na makosa. Tunaangamiza mipango ya kishetani katika mkutano wao katika jina Yesu. Bwana, tunaomba ya kwamba mnenaji takapoenda kunena nasi juu ya stewardship, tufungue roho zetu Bwana, ili tupate neno na litujenge katika maisha yetu. Tunaamini ya kwamba msikia ombi yetu katika Yesu mwombezi wetu. Amen. Omotongi Nyasaye tato mwana no mwikomo chenu twakira sore Nyasaye tumia sema mbiengia tokwera limbia mono andembia mono asengencho waturendere wiki yengima ya masabo yoboteneneri Nyasaye tumia to ekinguru na kubwa mono lingane litokonye se kingoro kitokole buno kwa kole aserira Yesu motori. Amen. Our Father who is in heaven, Lord, we come before you at this time to thank you for the love you have given us, to thank you for the past 1 week when we have been having this week of prayer, especially for stewardship, Lord. We thank you for what we went through. Bless us so that we can become light and salt of the world in preaching your gospel, Lord, so that your kingdom will come, so that you take us that home which you have prepared for us. Lord, we thank you for our president, who's going to conclude this week of prayer. Use him immensely so that we can end up well. This humble prayer, in Jesus' name we pray. Aliyestahili sifa, Mfalme wa milele, tunakushukuru kwa sababu wakati huu, tunakushukuru kwa sababu leo hii ni Sabato na sote tumejumuika ili tuweze kunena kusoma kutoka kwako. Wiki hii tulikuwa tunasoma na swali kuu ni hili: ni nini iko kwa mikono yetu? Bwana, umetulinda, umetupea afya, umetupea pesa na kila kitu ambacho Bwana tuko nacho ni chako. Umeweza kutuhimisha kwamba Bwana tujitokeze ili tuweze kufanya kazi. Sisi tuwe kama tool ili Bwana uweze kufanya kazi kupitia kwetu. Umetuambia kwamba tuweze kujitolea ili yote ambayo tutafanya tufanye kulingana na mapenzi yako. Endelea kutuongoza katika imani, na tumesimama hapa mbele ili kuombea wale wote ambao nao pia hawakuweza kuhudhuria wiki hii. Bwana, basta anapoenda kumaliza, tunaomba kwamba Roho Mtakatifu azidi kufungua roho zetu ili tuweze kuelewa ni nini Bwana unataka tufanye wakati huu. Maana kuna wengine wameenda na wamekufa, wengine wako hospitali. Bwana, kama umetupa uwezo wa kufanya kazi, ni nini basi itatusuhia ili tuweze kufanya kazi? Na umetuahidi ya kwamba sisi tunastahili tu kujitolea ili Bwana kupitia kwetu uweze kukamilisha kazi yako. Asante, tumeamini kwamba tutuongoza hadi Sabato ishe. Ni kupitia kwa jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Loving Father, in the name of Jesus Christ, we invoke your presence in our lives today. We are so glad for the opportunity to worship you
this Sabbath day. We want to thank you for many things, Lord, you've done in our lives. We want to pray that these members that you have chosen to move this program ahead, that they may become stewards of your love, stewards that will not have any reproach, that they may do your work so that the rest of the members that we lead will follow. We want to pray for the speaker of this day, that you may give him the words to speak, that will meet each member's heart. We pray that you may forgive us our trespasses, accept us, and Lord, may we be stewards of that little that you have given us. May your will be done unto us today and forevermore. For this our prayer in Jesus' name. Baba, kuongeza nayo, tumeshukuru Baba kwa uongozi wako na wema wako. Sisi kama viumbe vyako tumeomba msamaha. Asante kwa wiki ya steward ambayo imeisha vyema. Yale yote ambayo tumejifunza, tunaomba Roho Mtakatifu akanakiri haya maneno ndani ya mioyo yetu. Zaidi ya yote, Baba, fanya roho zetu ziwe za nyama tuweze kusikia neno lako. Sasa tunaombea viongozi wote na waamini wote wa kanisa. Tuma Roho wako Mtakatifu azidi kutuandaa katika ufalme ujao. Kanisa la leo tumeweka mkononi mwako na ibada yote. Katika jina Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Okay. Naamini na wewe ulikuwa unajiombea, kwa sababu tunapoingia mambo ya kusikiliza neno, kuna vita kuu. Kuna yule muovu ambaye anatupinga tusisikie sauti ya Bwana. Kuna mwili wako wa mafikara yako ambaye ameanguka, kwa sababu sisi tumeanguka hata kufikiria. Our reasoning, our thinking has been affected by sin. Kwa hivyo inakuwa ngumu hata kusikiliza yale Mungu anataka kunena pamoja na wewe. Hiyo ndio sababu tunataka yule Roho Mtakatifu tu afungue masikio yako usikie sauti yake. Sauti yake Mungu. Na neno kuu ambayo tunataka kuchangia, one more chance. Pengine kuna maswali kadhaa utaweza jiuliza. One more chance for what? Na hii neno hii kuu limetokeaje? Is it one more chance to give tithes and offering? Is it more chance kuhubiri? Is it more chance to complete my business? Is it more chance kuja kanisani? What is it all about? Nataka kuangazia jambo hili, ingawa tulichukua wiki moja kuangazia, lakini mada ya siku ya leo hii ni neno kubwa ambalo linazungumzia mwanadamu kwa ujumla. And I want you to see the whole picture out of this one topic of 1 week. Jinsi mnavyoelewa wale ambao mnasoma Biblia, man has only one more chance. Man has only one more chance. Nilipokuja hapa nikakaa, nikaanza kufikiria, are we using our one more chance properly? Hata wale ambao tunahudhuria kanisani kila Sabato au hata wiki, katikati ya wiki, naona kuna upungufu mkubwa. Hatujatumia nafasi hii vizuri. Hata kwa wale ambao wamemwamini Yesu, somehow kuna tatizo fulani. We are not there.
Do you know this in the record of this church? The judge clerk, where is he? She or he? Judge clerk? Yuko hapa? Obviously. Anyway. Pastor, how many members are registered in Seventh-day Adventist Church, Kisii Church? In the record. How many are they? No. Hakuna agesi wake hapa. 4,200 kwa sababu hakuna kugesi. Because the record is there. 4,200. How many of these members have used their time properly? Kama washirika. In all offices. Hao watu 1,400. Ni kina nani ametumia muda wake vizuri? Katika hali zote. Now, kama ukitaka kuelekea katika idara ile ya uwakili, now uwakili in quotes, not the whole of it, lakini asa stewardship in the aspect of finance, kwa sababu uwakili ni zaidi ya kutoa zaka na sadaka. Lakini katika sehemu moja ya uwakili kuna kutoa zaka na sadaka. Ukiangalia records kwa yule ambaye anasimamia idara hii, atakuambia percentage, na ninaamini yeye yuko hapa. Yuko hapa. Where is she or he? Yule kiongozi wa stewardship. Yuko wapi? Ni wewe? What is the percentage of members who are tithing? At least wale wanaonekana. Can you give approximate percentage? Around 20%. Asilimia 20. Na hata hiyo 20%, ukiangalia is it a perfect giving, tithes and offering, na hiyo itapungua. Now, hebu niangalie jambo hili kwa ubana. Zaidi ya yale ambao tulikuwa tunazungumzia wiki iliyopita. Mungu muumbaji alituumba. Wewe na mimi, muumbaji ni mmoja, ambaye anaitwa Mungu wa milele. Mungu ambaye ana uwezo wote. All knowing God, everlasting God. Mungu yule abadiliki. Mungu yule ambaye anatajwa ndani ya Biblia hii, ambaye tunazungumzia, ambaye amejidhihirisha ndani ya Biblia. God the Father, Son and the Holy Spirit. Huyu ndiye aliyetuumba na akatupatia mamlaka tufanye kazi pamoja na yeye. Baada tulikuwa wahusika au washiriki pamoja naye, kwa sababu alituumba katika mfano wake. We were created in the image and likeness of God. Ndivyo akatuweka katika bustani ya Eden, the garden of Eden. That was our home, beautiful home, where everything was available. Yale ambao mwanadamu alikuwa anahitaji yaliwemo katika bustani ya Eden. Na wale wazazi wa kwanza wakapatiwa uwezo wa kula na kutumia chakula yote ambayo ilikuwa katika shamba ile, ijapokuwa wakakatazwa kula lile tunda ambalo linajua mema na mabaya.
in God's wisdom, kwa sababu aliumba mwanadamu ambaye is not a machine, a person who has a free will of choice. Kwa hivyo akawa huko. Only one small test: do not eat the fruit which knows good and bad. It was in the midst of the garden. Na akamwambia, ukila, if you eat, you shall surely die. Now, punde si punde tu, we are not explained how many days or years they stayed. But anyway, yale tunaangalia ndani ya Biblia ni kwamba yule mwanadamu alifunja sheria ile ambayo Mungu alimpatia. Kumbuka, mwanadamu alikuwa amepatiwa uwezo wa kuwa mtawala pamoja na Mungu. Vitu vile vyote Mungu aliumba, because he was given them as a trust. Punde si punde mambo yakabadilika. Alipokula lile tunda, mambo yalibadilika. Jambo la kwanza, akajificha, akatoroka kutoka kwa muumbaji. And God, kwa sababu his nature is that he's a God of love, anapenda, ni upendo, akuachilia aseme, kama umechagua kifo, pass, enough. Then he chose to give man a second chance. Kwa hivyo neno ile ambao tunazungumzia si neno ya wiki jana. This is what is governing this planet Earth. Planet Earth is in existence because God of love decided to give mankind a second chance, ambaye tunasema one more chance. So, how does God bring back yule ambaye ameenda, amepotoka, back to himself? Mungu afanye nini? Arudishe yule ambaye alitoroka, aende. Hiyo ndio hilo neno mada kuu ikatokea. God decided to give mankind a second chance. Now, yeye akaweka mikakati, a plan, jinsi atakavyorudisha mwanadamu arudi kwake, so that he can enjoy what he has lost. So the Bible says, huyu Mungu ambaye Mungu wa upendo, Mungu wa umilele, he initiated the process. Yeye ndiye alianza hiyo mpangilio wa kurudisha. Adam, where you? Ameanza sasa kutekeleza ile mipangilio. Na jinsi mnavyosoma ndani ya Biblia, Adam kusikia sauti ya Mungu, akusema niko hapa, anasema kuna visababu. Where are you? Tulisikia sauti yako tukajificha. Mumekula lile tunda, visababu. Mke ambaye uliyeumba, na mke naye akasema nyoka. It is like saying, wewe Mungu ndio ulikosea. Why did you give me a woman? Kwa nini uliumba nyoka? So the blame was back to muumbaji, yule Mungu wa upendo. However, God is a God of love. Alienda mbele. Hayo mnasoma katika kitabu ya Mwanzo. Sasa Mwanzo 3 inasimulia jinsi mwanadamu alianguka. Ukianzia verse 21
Sasa Mungu ameumbia mwanadamu nguo nyingine ambayo ilikuwa na maana yake ambayo tutaangalia nyuma. So the Old Testament, Agano ya Kale, the Old Bible, this Bible which has 66 books, inazungumzia jinsi Mungu anaendelea kurudisha mwanadamu kwake. Alitumia mifano na njia zote na uwezo wote hakikishe kwamba mwanadamu amerudi. Na safari ni ndefu kurudisha mwanadamu, kwa sababu Biblia inasema alipoanguka, na hayo ndio ukweli wa mambo, kifo kiko. Death is there. Kwa sababu aliambiwa ande hivyo ndivyo ilivyo, ukila tunda kifo au kufa utakufa. So there is death. Na Adam walikuwa wa kwanza kushuhudia kifo ya mwili. Yule mtoto wa kwanza aliua mwenzake, yule ndugu yake Abel. Hiyo hadithi wengine mnaijua. But that is not the real big problem. Kuna kile Biblia inaita kwamba msaada wa dhambi ni kifo. That is Romans 6:23. For the wages of sin is death. Sasa mwanadamu yuko chini ya dhambi, na msaada wa dhambi ni kifo. The wage, the salary of sin is death. Na hiyo imefikia watu wote, kwa sababu Adamu alipofanya dhambi, sisi sote tulikuwa ndani ya Adam. But God decided to give us one more chance. How does God deal with this problem? Kwa sababu kifo kiko. Si kifo peke yake, hata tabia ya mwanadamu ilibadilika. Remember, before the fall, kabla mwanadamu kuanguka, yeye alikuwa na agape, love, upendo wa Mungu ndio ulikuwa na mtawala. Mwanadamu alipoanguka, alichukua another king ambaye ni shetani, na katika ufalme wa shetani mtawala na nguzo ya utawala wake ni ubinafsi. The foundation of the government of the devil is self-ubinafsi. And the foundation of the kingdom of God is love, agape. Na hii hata tuwezi sema how it is stretching. So, hii hadithi ikaendelea kupitia kwa kafara zote ambazo zilikuwa zinatolewa katika Agano la Kale, mbuzi, ng'ombe, zilikuwa zinatangaza kwamba the wages of sin is death. Na kila siku kondoo, mbuzi walipokuwa wanawawa, wanatolewa kafara, there was only one voice, for the wages of sin is death. But there is another chance for man. Evu kondoo afe, mwanadamu aishi. That is a second chance for you. Ndivyo iye kaendelea mpaka wakati ulipowadia, what the book of Galatians 4:4 says. And when the fullness of the time came, wakati ulipowadia, ndipo Yesu alishuka kutoka mbinguni, akacha, ilimbidi Mungu, God, eternal God, kuwa mwanadamu, akawa Emmanuel, which means God with us. The greatest miracle ever. Kwamba wakati mmoja yule Mungu ambaye ni muumbaji ilimbidi, kwa sababu ya upendo ambaye usio na kifani, ashuke awe mwanadamu. So he became one of us. He dwelled with us
alilala pamoja nasi, akala chakula pamoja nasi, akapitia yale mwanadamu anayopitia akiwa hapa katika ulimwengu wa dhambi. So finally a day came. Hiyo ni Yohana 19 fungu la 30. When he had to give the sacrifice. When he was to offer it. It was costly, but yet he had decided to give it. Kwa sababu alipoingia ulimwengu huu, hakusita kusema kwamba for the Son of Man came to seek and save. Hiyo ni Luka 19 fungu 10. Na hata Yohana 10 fungu la 10 inasema, nimekuja ili wapokee uzima, tena waupokee kwa ukamilifu. I have come that they may have life and have it in abundance. So he did. So the cross of Calvary, kwa wale watoto wote, alo, watoto wawili wacha hapa mbele. Kuja wawili tu. Kuja na mko na Biblia mkononi, wapatie Biblia. Somebody said watoto walimaliza ibada yao, kwa hivyo sasa walale. Ukweli wa mambo au si kweli? Ibada yenu ilisha, so you can go and sleep. No. So Yesu alipofika msalaba, uko msalabani ndipo akatoa uhai wake. And I want you to see how these boys can exchange what Jesus did at the cross. Huyu mmoja kuja hapa juu wakuone, kwa sababu hapo wewe mfupi sana, na wewe kuja hapa juu. Nataka watoto wale wamelala waamuke. Watoto angalia hadithi yene saisha. Mhubiri huyu anahubiri watu wakubwa na watoto. Okay. So when it came to the cross, weka hivi. Sika. Na wewe fanya hivyo. Sasa there was to be an exchange. Mwanadamu anabeba kifo ya milele. Huyu anasimamia mwanadamu. Na Yesu anabeba uzima wa milele. Huyu ndiye alitoka mbinguni na uzima wa milele. Anakuja kwa mwanadamu ambaye anabeba kifo ya milele. So at the cross, you can now see the exchange. Sasa huyu Yesu, mpatie hiyo Biblia yako, na yeye akupatie yake. Weka kichwa kwa kichwa. This is what happened at the cross. Yesu alichukua kifo chako, akakupatia uzima wake wa milele. Amina. Watoto, that is what Jesus did for you at the cross. Uko msalabani, Yesu alichukua kifo chako kwa sababu wewe ulistahili kifo ya milele, akakubadilishia na uzima wake wa milele. Haya ndio mmeona hapa wamefanya. So katika hali hiyo, sasa mwanadamu ile mada kuu, a second chance. God has given us life. Na yeye ameachia wote. Na wale ambao mnafanya mambo ya kwa benki, mambo ya fedha, mnajua ile mambo tunasema accounts. Kuna lugha ile watu wakubwa wanajua mambo ya accounts. I have a bank account. Hebu kwa sababu nyinyi mtakaa, hebu wale watu wanatumia accounts, hebu na hao niwaambie wale watu wa account kuja wewe na huko. Na basi kuja na Biblia zenu. Kwa sababu hao ni watu wana mambo ya accounts. One more chance. Not two chances. Mungu ametupatia nafasi moja tu. Not two, one. Bas hao wanafanya mambo ya accounts. Nataka muelewe kwamba we are here and we are existing because of one more chance. Nafasi moja tu, si mbili. Sasa uwapatie kipaza sauti. Wapatie kipaza sauti.
watu ni watu ambao ni wahusika katika mambo ya fedha. And they have bank account. Even without asking them, I am sure they have bank account. Kwa hivyo watapokea yale na wauliza watapokea. One more chance means what? Ni nani ametupatia nafasi hiyo? So, account ya pasa ilikuwa na shilingi 1,100. 1,100. Account ya Elder Tinega yeye anataka kumpatia pasta fedha amuongezea account. Let me use it in another way. Account yake, let me use this one, is more appropriate. Account ya huyu ndugu pasta is bankrupt. Kile yeye yuko naye ni shilingi 500. Ile ndiye inatusa account. Wale watu wa account mnajua hiyo. Sijui ni 500. 500 tu. Huyu Elder Tinega. So his account is bankrupt. Huyu akaenda akauliza pasa account number na jina na kila kitu. Akaweka fedha o account ya pasta 1,100. Alipofanya hivyo akachukua slip, bank slip, akampatia pasta bank slip. So pastor, how much money do you have now in your account? 1,100 na 500. 1,100 na 500. Are you sure? Ndio, kwa sababu pesa. Ngoja say one word, don't ask, don't explain. Are you sure you have 100 and 500 kwa account yako? Very sure. Do you have anything tangible ile utagusa inaonyesha kwamba utaonyesha mtu this is my assurance? Do you have anything? Yes. What do you have? A bank slip. Yes, bank slip. Sasa mumepata yote. So, kifo ya Yesu msalabani is an assurance that kila mwanadamu yeye yuko na uzima wa milele. And this is good news. This is what it means that we have a chance. Sasa enafikia one more chance. Every human being Mungu ameweka uzima wa milele ndani ya account yake. Every human being, akiwa mtoto, tajiri, asiwe tajiri, asome, wherever, age, ukoo, kuronaishi, which Kenya, Uganda, everywhere, all continents. Na watu wanajua hivyo kwamba Yesu alikufa. Hata in church history, secular history, baada ya kifo ya Yesu msalabani, mambo yakabadilika, wakaanza kuhesabu AD. AD, hiyo ni means after the death of Jesus Christ. Hata historia ya ulimwengu wanakubali kwamba Yesu alikufa. Ingawa hawajui maelezo mengine mengi, ukweli ndio huo. So now that the life is in your account, what more is that all enough? There is a point of choice. Once more, wale watu wakubwa kuja hapa, watoto wale wanataka kulala, endelea kulala. Lakini nimeona mmeamuka. Pastor, come once more. Come hapa. Sitaki mtoto mmoja alale, kuja wawili. Now, watoto Mungu ameweka katika asina yako. Is account asina hiyo, is it boy?
What is it? Ameweka uzima wa milele. Alifanya hayo 2000 years ago. Physically ilitendeka. But when does it become yours individually? Now, ile aliweka kwa kila account ya kila mtu iko ameweka. So now, when does that one become yours as a person? Ile tunasoma Yesu alipokufa, hiyo ni Yohana 12 fungu la 32 inasema, if I am lifted up, I will draw all men to myself. Yeye alitenda. Na hiyo ndiyo alisema katika kitabu ya 2 Corinthians 5 verse 19. Inasoma kwamba God was in his son reconciling the whole world to himself. Hayo sawa. Now we have what we call choice. Freedom of choice. Utaamua kupokea au katai. Still that one more chance. Man has what we call freedom of choice. Muamuzi ni kila mtu anaamua. Apokee yale Mungu amemweka akaunti yake au akatai. So, let me come to you once again. Muko hapa. Ngoja tu. Sasa huyu ameingia. No problem. So, the money is in his account. When does that money which is in your account ianze kukufaidi? When do you experience, when do you just let hiyo? From when do you start experiencing the goodness of that money? It is in your account, yes. Utamu wa pesa ni wakati nikienda kwa bank, ni withdraw, ili nienda hapo kwa supermarket ni. Okay. Great. Thank you, Pastor. Excellent. You haven't let me down. Thank you so much, career kid. Now, that is why the Bible says, for God so loved the world that he gave his only son. Yeye ametoa. Mambo ya matoleo yote are based on one sacrifice. God gave. Na hiyo tutaingia kabla tujamaliza sermon. Now, it is you, wewe, uamue upokee. Na kuamua kupokea, hiyo ndio Biblia inaita whoever believes in him. Ile yeyote atakayeamini asipotee bali awe na uzima wa milele. We see Jesus who was crucified at the cross. He became the savior of everyone. We see Jesus who was crucified. We see him in you. When you are believed in him, now he becomes your personal savior. So until when Jesus, the savior of the whole world, has become your personal savior, bado safari iko. Now that umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako, by the way, it's not bad. Hebu nione wale wamempokea Yesu kama mwokozi wa maisha yao. Hebu nione kwa mikono. It is good also to rejoice in these things. Yule yeyote yule ambaye amempokea Yesu ndani ya moyo wake. Unajua kuna wengi wanafanya hivi, anasema lakini nilifanya dhambi. That is not the point. I am not saying who does not do sin, lakini nasema yule ambaye yeye mwenyewe ndani ya mafikara yake amesema Yesu, nimekubali ishi ndani yangu. Yule amefanya hiyo. Hata ameomba hiyo, hata hiyo maombi tu. God, I have accepted you to come to my. Hebu niona kwa mikono. Okay, thank you. It is a very simple formula. Hata kwa watoto hawa kumpokea Yesu uhitaji mafundisho kutoka kwa mpasta miaka mingi au hata papa. You are simply, you say, just the time you say, God, Jesus, nakutaka uishi ndani yangu. Nimekupokea. That is you are done. Watoto tunaelewana? It is very simple to get Jesus. Ni kukubali kwamba Yesu, nimekubali kifo kile ulikufa msalabani,
tena nimekubali uwe Bwana wa maisha yangu, mwokozi wa maisha yangu. When you do that in your mind, that is done. And nimeona watu wameamua, lakini kuna wengine hawajasema. Still Jesus is no longer your savior. Na today, that is what the verse said. Leo ukisikia sauti yake, usifanye moyo wako mgumu. Wewe jambo ni rahisi kama ninavyozungumza, pokea Yesu kwa maisha yako. Just say, oh God, come to my life. Thank you for dying for me. Nakupenda, umenipenda zaidi, nimejitoa kwako. So when you come to him, remember, this is one more chance. Just to say, to make a choice. If you remain so, uhakika utapotea milele. Kwa sababu Biblia inasema yeyote atakayeamini atapata uzima. Yeyote ambaye hawezi amini atapata kifo ya milele. It remains very plain and very simple. So now, ulipomkubali Kristo kama mwokozi akaingia maisha yako. Pastor, come here again. Nimeona kuna mtoto yule ambaye hata mtu mkubwa ambaye anataka kuzinsia kwa sababu nuni imeingia. Kuja hapa, sitaki yeyote yule kwa sababu there is no good news as this one. One more chance. Kuja kidogo. Now, kuja na wewe kuja. One more chance. What are you waiting for anyway? Ukiwa mdogo utampokea Yesu. Ukiwa mkubwa utampokea Yesu. Ukiwa na biashara basi utampokea tu. Hata unapoendelea kwa shule utampokea. Hakuna muda umewekwa ni wakati gani. Hakuna kitu hapo kinakusuia. It is not a channel you make to make. Hapana. Si miaka unataka. Hapana. It is just a minute of saying, Jesus, I want you. So, hebu tubadilishane mambo hapa. Tutabadilishana mambo. Now, ulipokuja kwa Yesu, unajua mabadiliko yalitendeka. Wale tulipokuwa na Mungu kwanza, tulikuwa tumeumbwa katika image and likeness. Lakini tulipotoka kwake, tulichukua image and likeness ya mwingine. Ikawa ile image na likeness ya Mungu ikawa karibu kutolewa kabisa. Tabia ikabadilika. Ukisoma katika kitabu ya Yohana 18 fungu la 44, Yesu hata aliwaambia watu kwamba ine umati kama huu, you are of your father the devil. So hii alikuwa anatungumzia tu ya tabia yao. Kwa sababu wakati huo walikuwa wanapanga kumuua Yesu, and they were saying they were church members. Wako na mpango ya kuua kwa sababu yule ambaye ampokea Yesu, mambo ya mauaji yanatoka. Basi, we are here. So, weka hii kwa kichwa. Watoto waone. Watoto wale wameanza kuona na watu weka kwa kichwa nyinyi nyote. Sasa, katika kingdom ya Mungu tulisema imeundwa on love, upendo. Kwa hivyo, upendo ndio huu. Hapo ndipo mambo yalianzia, upendo. Lakini katika kingdom ya shetani umeundwa, sorry for that, ubinafsi. Umeundwa ubinafsi. Binafsi ndio inaongoza. That is why everywhere you hear my wife, my children, mine in myself, mine in my country, mine, everywhere mine. Hiyo inakuambia this is the kingdom of the him. Yeye, pirishi. Vitu vyote vimeundwa on self. Serikali yangu, kiongozi wangu, everything is on self. Mataifa yote haya ulimwengu, jinsi yanavyofanya kazi, yameundwa hapa, self. So, lakini sasa ulipompokea Yesu, lazima afanye jambo, abadilishe the genesis of problems. Kuna ile Biblia inasema aunde, create. Na hiyo Biblia inasema
ukija kwa Yesu anatoa ile msisi yote, anang'oa yule mti ambao unasaa matunda ya ubinafsi, anang'oa, yaani agosimura korwemelio mugima, anang'oa. So I want you to see what is going to happen here. Sasa au huyu amempokea Yesu huyu. Sasa tuone mabadiliko, onyesha mabadiliko, exchange. Huyu ni mwanadamu, mizizi yake ilikuwa ni nini? Ubinafsi, self, from the beginning to the end. Sasa Yesu akiingia ndani yako, anang'oa, anafuruta hiyo industry ambaye inasaa mambo ya ubinafsi, anatoa. Hiyo ndio sababu Biblia inasema ni 2 Corinthians 5:17, yeyote yule ambaye ampokea Yesu amekuwa kiumbe kipya. So this Pharaoh is a new person. Sasa amewekewa upendo ambaye inaitwa nini? Agape. So Biblia inasema umezaliwa mara ya pili. Biblia inasema umekuwa mtoto wa Mungu. Biblia imesema sasa wewe umekuwa mtoto wa nuru. Na mambo kama hayo. Sasa mtaweza kaa. So sasa ni nini inaanza kuanzia hapo? Kuanzia hapo ni safari ambaye inaitwa kwa lugha nyingine ya imani. So now that God has started his kingdom in you, amekuwekea upendo, anaanza kukufunza safari ya watu wa upendo. Safari ya watu wa upendo. Kwa mfano, ukisoma katika safari ya watu ambao waliundiwa uself, ukitaka kusoma na kuona mifano, iko Galatians 5:19. Ukitaka kuanzia hapo utaangalia. Ukiangalia Galatians 5:19, hapo kuna mambo mengi yamechorwa huko. Baadhi ya yale mambo ambayo yanaendelea katika hali ile ni mambo ya dhambi. Biblia inasema mambo ya mwili ni wasi. The works of the flesh are wasi. Inaonekana, inajulikana. What are they? Kuna mambo mengi. Kuna ufisadi. Kuna nini? One of them is ufisadi. Hapa Kenya kuna ufisadi. Iko. I hope if you are a Kenyan, you must have had ufisadi. Ukienda njiani, ukifanya kosa, unaulizwa kitu kidogo. That is bribery. Hata juzi mliona Embakasi, wale mnaangalia radio, Embakasi, watu vitu vilichomeka, watu walikufa, behind it ufisadi. Kwa sababu mtu fulani aliambiwa hii biashara unafanya ni mbaya, na hapo unafanyia biashara hii ni mbaya, na wale watu wanatusa kuhakikisha kwamba the laws are implemented. Walipata kitu kidogo wakanyamaza. Wanasema tu hii mbaya sana, hii mbaya, wanaenda. Finally you know what happened at the Embakasi. How many millions of money live about the lives of people who pass away. Ile ni daraja inasema ufisadi. At the background, mambo ya ufisadi. Watu wanateseka, watu wanakufa. In Kenya, it is in hundreds daily. Hata njiani accidents. Watu wanaenda inspection, wako na magari, unapita haraka, unapatia kitu kikubwa, unapita gari haina breki na huwa watu. Ufisadi. Everywhere. And the system has been made. Watu wanaimba tuache ufisadi, watu tuache ufisadi, wameacha. Why? Because dhambi imefunga watu. You can never escape from ufisadi by your own power. You need extra power, power beyond you. Kwa sababu Biblia inasema yeyote yule ambaye anafanya dhambi ni mtumishi wa dhambi.
hiyo ni John 8:34. Kwa sababu tumefungwa na dhambi. And Romans 7:14 inasema I have been sold under sin. Nimeuzwa ndani ya dhambi. Hiyo 7:24 inasema ole wangu ni nani atakaye nifungua kutoka hii minyororo. We sympathize with everybody around us. Serikali imeweka mikakati, prisons are there, askari wako njiani, wengine wako CID iko wanapambana na hiyo, but bado mambo bado. Why? Because by nature man is enslaved. Ufisadi kufanya ni kama kawaida, and he has no way of releasing himself. Hata katika orodha hii imewekwa uchawi. Si uchawi iko? Hata ukichoma wachawi wataanza kufanya uchawi, watafanya. You have heard here in Kisii, it is very common. Watu walishikwa walikuwa wanafanya, wameacha kufanya hiyo bado. Why? Wamefungwa. Ni wafungwa watumishi. Usarati. Hey, usarati umeisha. Come here in town every evening. Watu wamejiteka huko specific points. Wanawake wako na wale and be careful usije ukapatikana huko. Hata hii si ikiingia watu si wamekufa, wanajua mambo ya usarati yanaenda mwisho, wanafanya STD diseases finally they said watu wameacha bado. They are enslaved. Unajua hii ni mbaya lakini huwezi kujitoa. That is sad. The sad comment in this planet Earth. Sad. Kuna kijana mmoja ambaye aliambia baba yake alikuwa Mwadventista. Akamwambia hivi, ama ruwa aliyota nywete ngoko nywele na ninde. Alikunywa mpaka kafa. Sad. So sad. Alikuwa mtu anaendesha gari, alikuwa anafanya company ambayo ni ya maana sana hapa Kenya. Aliendelea kunywa, ajali alipata mara nyingi, mwisho alikufa anyway. He died. Unless that is why the Bible says in the book of John 8:36. Can you soma hiyo hata sasa? At least let us read. I have been reciting these verses and they are so, but hiyo soma, but hiyo microphone 8:36. Sasa yule ambaye umekuja kwa Yesu anaanza kukufundisha njia ambayo si rahisi, lakini anakufunza kwa sababu ameweka ndani yako uhai ambao utasuia na kutibu shida hizo zote. Nasema namna gani? 8:36. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Okay. Kiswahili. Yesu akawajibu, amini. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Yes. Ukija kwa huyu Yesu ndiye anakufungua kutoka minyororo hiyo. Anaanza kukufundisha jinsi ya kutembea kama yule ambaye ametoka katika minyororo ya dhambi. One of the things ambaye anakufundisha ni jinsi ya kuwa mwaminifu katika kutenda kazi yake. Anakupatia mission. Like sisi tumepatiwa mission. And then yo ulimwengu kokote mukaifanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. That is our mission. Now how do we do it? Part of the way we do it ni kutoa saka na sadaka. Ili watu wanatumwa, wanaenda kule wesienda, na hiyo saka na sadaka inafanya kazi ya kuhubiri. That is our mission. Kuna mtu anakufa huko Somalia. Kuna mtu anakufa huko nchi ya Uarabu. Kuna mmoja ambaye alisimama hapa akasema nimetoka, na mwingine akasema tunashukuru Mungu kwa sababu ulirudi hai. I don't know whether you planted the seed of Jesus there.
That is the question. Kwa sababu utaenda huko lete pesa, lakini ukupanda kitu huko. We have a mission. Can you imagine the whole of Somalia? We don't have even one church. But it is under East Kenya Union Conference. Ni wakati huu ambao tunasema one more chance to go to Somalia. How? Use your money. How? Go. You in person. Pengine uende huko uwe mwalimu. Uanze kufundisha mashule yao. Ukifundisha si kuna njia ile utaweka ile mbegu. We need men to go there. Now you are here comfortable. Lakini huyu Yesu ambaye tumepokea aliacha yote mbinguni for the sake of you. Na wewe unaacha watu Somali wanaendelea kufa ndani ya dhambi, vita, kuuawa, mauaji. And you are here. You have influence. You have talents. You have money. You have resources. Na huyu Yesu ambaye ametununua anakuambia you have one more chance. Can't you go to Somalia? Can't you give your money to go? When will this church have at least 3,000 people tithing faithfully? When mwaka gani? Mwaka gani huu? Unaongojea mpaka murango wa neema ufungu. Tulimba hapa. Murango wa... What are you waiting for? Until the doors are shut, is it when you will give your tithes and offerings? Whom will they help? Because murango umefungwa. Na tunajua kwamba the time is brief. One more chance to work when there is day. Najua kuna mmoja ambaye aliambiwa, so my friend, you have come to Jesus. Remember all your words. 1/10 will come to God. Aliambiwa, you mean 1/10 of all my richness? Yes. Iende kwa Mungu? Yes. Afanye nini? Ahubiri injili. Is that what it means to come to Jesus? Yes. Akasema ubatizo yeye kai. Up to now, I don't know, I think it's no longer yeye amerara. Alikata. And there can be men here and women. Their wealth is not where it should be. By the way, soma hiyo. Matthew 6 verse 19. Mungu yule ambaye ametuokoa. Mungu yule ambaye ametupatia uhai wa milele. Mungu yule ambaye ametuandalia makao mbinguni, ametuambia where we should bank our money. Our resources. Sema. Msijiwekee hazina duniani. Nondo na kutu viharibupo. Na wevi hufunja na kuiba. Bali jiwekee hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu. Yes. Wanomba bolyeke gusi. Aliye mbakazi abantu bali babegete ni bororochi nchi milioni njia yetu. Some of these things are obvious. Lakini kama kulikuwa na mtu ambaye alikuwa haisina yake on tithes and offering, iye imewekwa sina ile ambayo ni sawa. Si kwamba Mungu anakataa tusiwe na fedha. No. Yeye anasema kuwa na fedha. Become a billionaire, that is okay. Become a billionaire, that is okay. But know where you bank your money. The problem is, God is saying, is not about wealth. He's telling you, make sure you have invested the proper place. Na ametoa sababu. Hapo ukiinvesti hapa, kuna nondo. Nondo ni nini? Kuna nini? Ebiwangwa, abobosu, na abaibi. Wanakuja kwako wanakuambia mzee, fungua mlango. Tunataka 1,000,000. Wanajua uko naye. Utakataa? Utatoa tu. Oino mwevi keto wate bunduki. Yora kade. Atakuelekeza mpaka kwa account yako. Na wewe utatoa tu, utalipa. Utatoa. God is telling you, my friend, one more chance
where have you invested? Have you invested in heaven or you have only invested on earth? If you have done investment here, I know muliri. Because kuna nondo, kuna thieves, na ini, na kutu. Wamesema kutu. Owa baustari barobuobu. Kuna iyo yote kuisha. Wengine wanasema let me invest in my children. So me abana, wali ikwe, baba banta banene. Invest your money in children and then you will be disappointed. Ile pesa ya Mungu ambayo ulitakiwa kutoa saka na sadaka, you invested in your children. Watanunuliwa, wataenda wakunywe pombe. Mwishowe, and there are big people in the government. Lakini wanajaribu kuwarudisha, wanakataa. Dini hiyo ni ya mama na baba. What happened? Mama invest God's money in his children. Curse. It's in your family. The curse is your family. Ni wewe ulichiundia hiyo. Chibeza janya sae, uka invest ya sabana, asama somalo, na manganande, chibeza chia bando, ukaivo ukaweko. My friend, iyo ilikuwa something which was a blessing. It is turned to be a curse. You curse your children on your own eyes, before your own eyes. Bona bana ambao dini na okoraki. Na wewe ya maji. Kazi ni nani alitenda? Wewe ambaye uko hapa ndani ya kanisa, ambayo unasikiria kila wakati kwamba saka na sadaka ni ya Mungu, lakini umefanya moyo wako mgumu. That is why the Bible says, today, when you hear his voice, do not harden your hearts. Give that which belongs to God. Enda uhesabu, uangalie mali yako yote yametolewa saka na sadaka. Kama bado, fanya haraka. One more chance. That was the voice. Mungu amekununua, umetembea na yeye, amefanya makubwa, mpaka sasa unaendelea kulingalinga kidogo. Ngoja. My friend, my brothers and sisters, live about the death which can come any time. Hebrews 9:27 inasema baada ya kifo hukumu. This life is brief. Where have you invested? Because uko chini ukisoma Biblia inasema where your heart is, it is where your money is. Kama umeinvest ulimwengu huu na moyo wako utabaki wapi? Hapa tu. But if you have invested in heaven, na moyo wako utakuwa wapi? Can you read that fast and finish? Because where you okay. Soma. That is our voice now as a conference. Kama pastor wenu, kama wachungaji washirika wetu, where have you invested? Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwa kwapo na moyo wako. Yes. You can't separate these two things. Where your mind is, it is where your wealth is. Unajua kuna wengine wakati wa masisi nasikia watu wakilia. Nyasankonye ngabeke ni bayana yonse savana lakini oneta yoko ndigereri. Ulikuwa mpumbafu. Biblia inakuambia where you invest, wewe ukafanya kinyume. And you are unachuta tu. Don't invest there. Iye na maanisha hao watoto kama you have not invested them to God. Kama hujawaweka wakifu kwa Mungu, yet again, hapo ndipo wazazi tunalia machozi. Aya wana baroba kale. Ora yebuye kabana ngaiba kale. Egiara bana nini bonya saa kweta. Watoto ni hazina Mungu alikupatia. Where are they? Hiyo ni machozi unataka kulia day and night. If they are not there, one more chance. Unapigia watoto simu kila siku unawaambia nini?
Mbia mwana soko ndomire 100. Mbia mwana soko ngolele Yanga. Mbia mwana sukari. Where are they? Hazina yako iko wapi? Watoto wako wapi? Are they safe? Are they in heaven? And that is the cry for the weak. One more chance. Mlango utafungwa. Soma hiyo tumalizie. Luka. The door will be shut, definitely. Luka 13. We are not here forever. One day your door, my door will be shut. 13 verse 20. Inasema akasema mara ya pili, ni ufananishe na nini ufalme wa Mungu? Hiyo ni Luka 13. Fungu la okay, tusome 24. Study it. Jitahidi kuingia katika mlango ulio mwembamba. Kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Endelea. 25. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango mkisema, Bwana, tufungulie. Yeye atajibu na kuambia, siwajui mtokako. Now, that is the final shut. Mlango umefungwa. Lakini sasa kuna njia wewe utajifungia nje. Hii ambayo tunasema kila wakati Mungu anakuita wewe jitoe kwa Yesu. Wewe, moyo wako, mali yako na kila kitu. Lakini unaendelea kukawia na kusema wait a minute. Fanya kwa haraka. Sodomu iliangamia. Malaika waliambia wale watu yule Lot, fanya haraka. Ndenare naomba nuraira, naomba nutara, fanya haraka. Open the door. Give your life first. Give all you have to him. Itawezekana namna gani? Mungu ameanza mpangilio mikamilifu. Hiyo ndio Paulo akasema in Philippians 4 verse 13, itawezekana pastor nitoe mali yote hata ile yote niko naye. Yes, he says I can do all things through him who strengthens me. Tigama chesa atubuata nganturu kuenyara abanye vitole osena ki. No, the Bible said Jesus is enough. The Savior is powerful. Anakupatia uwezo wa kutoa si mwili wako tu, si influence yako tu, hata mali yako yote. Si mnajua yule anaitwa yule ambaye alikuwa mtoza usuru. Akasema hata nitatoa mara ngapi? Mara 4. That means complete all. That is a sign of all. And God is not your God until you have given all to him. And you are not worshiping unless you have given yourself all, completely, total, and all you have to him. You surrender. Hebu nione kwa mikono wale wanasema, oh God, nimesikia sauti. You have given me one more chance. I want to give not only my money and wealth, but my all, even your mwili, talanta zote na influence yote, asimame. That is the appeal. Si tu mambo tunasema hapa kuhubiri tuende. Kuna time limit. Wane Elia ikanga nyasaye kwa siye kale pakomo nito kuana tukabeka jimasiki. Diolinga ikuwa lenge. You know God has given us one more chance. You don't know what is deciding for you today. You have heard his voice.
Osikawie sana. Kulendo ndinaliga. Omo babiri. Ota nakobo mwege nwa sokorwa. Ai mukyoka bakate benga basa tikera igo. Omaneno kwani na inche amali ane ni nyaroche ebinto byane mbiroche tindabibanga buya. Wengine amujui kwamba baada ya kifo utaachia watu wengine wapange mali yako. Nyuma yoko kwanye tora bange binto byao buya yoko cha kutigera balia ba off. Wale wengine wanyang'anyi wapange jinsi hayo mali yatatumika. Na nakuambia ukweli, hawawezi kutumia kwa njia nzuri. Watatumia kwa njia ya muofu. Ondenara watebanga omonena nkonye mbanga mali ya nindo chitinda banga buya. I haven't arranged myself vilivyo hata mali niko naye Mungu. Na arai mukyoko boko ndiko bata imoje bosia okwe mukyota benga na aligiriri wiki yengima tulikuwa tunaiyo tunasema na leo tunasema one more chance. Unasema God, nimeangalia, nimesikia mambo fulani sijatenda vizuri. Sijajitoa vilivyo na mali yangu sijafanya kupanga jinsi unavyosema. Inua mikono tuombe pamoja. Nyekorocha sikite nalo tarabanga buya. Hawa shiriki 400 and 4,200 pastor. You are accountable mia kwa Mungu. Ina kina kale pastor morara to chiesa. Aba ndamura bataliye erejesa balega kwa batebe tubuyanga eni boba bwate ne yo munguru na baro no mberu etebo. Osaye woroje ngambu ya balekera wakoleta jizi ni kwela ko batenga muatemiri. It is not the issue of trying, but it's a rule of total commitment. You are all or not. Tusome tufanye hombi, tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, ukweli wa mambo ni kwamba tumepungukiwa kama kanisa. And even on individual level, sisi wenyewe bado hatujajitoa kwa ukamilifu kwako. Because tukitekeleza hayo, hata mali yote na vitu vyote tuko navyo tutaviweka miguuni pako. We don't want to accuse you of anything. Umetupatia neema ya kutosha ambaye itatupatia uwezo wa kutekeleza uaminifu. It is not against work duty, but it is empowered duty. Kwa sababu neema yako imetutosha kutufanya tuwe uaminifu kwa ukamilifu kwa njia zote. Baba, tumejitoa kwako. Mimi kama kiongozi wa kanisa hili na kanisa mengine na washiriki wote, sehemu ile ambayo tumepungukiwa, siku ya leo tumeinua mikono kupitia kwa neema yako na damu yako Yesu, utusafishe. Tena tutoke hapo, isije kawe tu ni kuinua mikono leo tena hakuna kubadilika. Ili tusije tukakufanya kuwa wewe muongo, kwamba tunaamini tunamfuata Mungu ambaye hana uwezo. Na ili matunda yae yaonekane na maisha yetu ambayo umebadilisha yaonekane. We are in a town, Kisii town, where there are thousands of people ambao wanahitaji neno hili, wanahitaji nuru hii, bado hatujawafikia. Lord, turemee, tupatie neema. Tuabiri, tumepungukiwa, tumekuaipisha kwa njia kubwa. Leo na hata kuelekea mbele, Baba, kupitia kwa neema yako, mabadiliko makubwa yaonekane katika kutembea kwetu pamoja na wewe, na mabadiliko yote hata kutoa vyote na yote kwako vionekane, isije kawe kwamba ni kuinua mikono tu. Asante kwa sababu umetupokea pamoja na watoto wetu, wale ambao wako huko mbali na wale wako karibu, wote tunawakabidhi mikononi mwako. Uwarehemu. Kama sisi tu invest vibaya kwao, Baba, utusamee, tutoke hapo. Asante kwa sababu utatekeleza haya, kwani tumeomba katika jina la Yesu ambaye ni mkombozi wetu. Amen.
The last song ile tulikuwa tunaimba pamoja tunapojiandaa kutoka. Song number 110 katika lugha ya Kiswahili, nyimbo za Kristo, wimbo number 110. We sing together. Mlango uko wa wema, mlango wazi huo, Yesu ame. Ibada inaendelea in the afternoon, don't miss to come. Ibada inaendelea in the afternoon, don't miss to come. Mlango wazi ajabu uliachwa wazi wangu. Simame. Wazi wangu. Mlango uko wazi, watu waokolewe, maskini na matajiri wa mataifa yote. Mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu, kwangu, kwangu. Wazi, wazi kwangu. Rafiki kaza neno, msalaba wakubali, amana ya upendo. Mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu, kwangu, kwangu. Wazi, wazi kwangu. Masaa ya jioni tutafanyia ibada ndani ya kanisa. Kwa hivyo tunawaomba wote tunapomaliza naombi upepe viti 2-3 tuingishe ndani ya kanisa. Tunakushukuru Mungu wetu kwa neno lako ambalo limekuja kwetu kwa njia ya kueleweka. Kama viongozi wa kanisa, kazi kuu ambayo umetupatia ni kunena kwa ukweli neno lako kwa watu wako. Na asante kwa kiongozi ambaye ameleta hili neno kwa njia ya kueleweka kama onyo kwetu. Tunaomba ya kwamba tunapoendelea kujifundisha hili neno liwe manufaa katika maishani mwetu na kanisa letu tunapojiandaa kurudi kwako mara ya pili. Turudishe tena mchana tunapokuwa na lunch break ili tuendelee kusikiza neno lako. Ni katika jina la Kristo tunaomba na kuamini. Amen.